register as partner. Put your information, click register, log in now as a partner. This is partner account page. See your balance here. And you can request hapa, unatoa pesa hapa. Hapa kwenye referral, hapa utaona kodi yako. Unatumia kodi kama ukimwandikisha, ukimregister landlord, unatumia kodi ili kukuconnect wewe na landlord, ili akilipa subscription uweze kupata commission yako. Copy, let's log out. Tayari una kodi yako. Sasa nenda mjini, anza kutafuta landlords, watu wenye apartments. Ukimpata, ingia hapa kwa ajili ya kuregister landlord. Weka taarifa za landlord hapa. Baada ya hapo, weka referral code yako hapa. Click hapa, itafunguka. Weka referral code yako hapa. Click register. Hapa unaanza kuingiza property ya kwanza ya landlord. Lakini turudi nyuma kwanza kwenye account ya partner, tuangalie kama huyu landlord ametokea. Now login kama partner au agent. Login, utaona kuna referral mmoja. Kienda kwenye referral, hapo utaona OB landlord ametokea hapa, lakini bado hajafanya subscription, ndio maana bado kuna 0, hujapata chochote. Log out. Sasa tu login kama landlord mwenye nyumba, ili tuanze kuingiza nyumba yake ya kwanza, property. Bonyeza hapa kwenye plus sign kwa ajili ya kuingiza nyumba. Hapo unaingiza picha, crop, ingiza taarifa za property hapa, jina la property, eneo lilopo na address. Click next. Chagua ni nyumba ya chini au ni gorofa. Sema ni gorofa. Gorofa ziko ngapi? Weka idadi ya gorofa. Gonga next. Tuko ground floor. Chagua kuna wapangaji wangapi chini, kuna vyumba vingapi. Sema kwa 4. Select 4 cells. Chagua vyumba 4 vya wapangaji kutokana na ramani ya site ilivyo, kama viko hivi au viko hivi. This is one of second floor. Let's go to the next floor. Click continue. Hatua ya configure units. Unaingiza taarifa za kila unit. Bonyeza hapa jina la unit. Ingiza taarifa za kila nyumba, idadi ya vyumba, kodi kwa mwezi. Save unit. Kiingiza inabadilika kuwa na rangi ya kijani. Kiingiza unit. Fanya kwa vyumba vyote. Click create property. Hii ndio landing page. Landlord akilogin sasa hivi atakuja hapa moja kwa moja. Hatua inayofuata ni kuingiza wapangaji. Click hapa. Rangi hii, chumba kiko available, hakina mtu. Rangi hii, akilipa chumba kinabadilika kinakuwa kijani. Ukimuingiza mpangaji kabla hajalipa, rangi inabadilika njano, inakuwa juu. Kodi yake ikiisha inakuwa nyekundu. Muingiza mpangaji, click hapa. Click assign tenant. Jiulize tenant ameshalipa au hajalipa. Kama amelipa, sema yes. Kama hajalipa, sema no. Sema hajalipa. Ingiza taarifa za mpangaji, jina lake, namba ya simu, kodi, kiwango anacholipa na miezi aliyolipa. Ingiza tarehe aliyoingia mpangaji. Rudia kuingiza amount hapa ya kodi ya mwezi. Click assign tenants. Kama umechagua amelipia, itakuwa kijani. Kama umechagua hajalipa, itakuwa njano. Sasa kama yupo kwenye system ameingizwa na hajalipa, atalipaje? Zipo option mbili. Kama huyu mpangaji ambaye hajalipa akimtumia mwenye nyumba pesa au akamkabidhi pesa mkononi, mwenye nyumba anaweza kaingia kwenye mfumo akarekodi ile pesa aliyopokea, au mpangaji anaweza kaingia kwenye akaunti yake na akarekodi ile pesa aliyompa mwenye nyumba. Tuangalie jinsi mwenye nyumba anaweza kurekodi hizo pesa. Anaingia hapa kwenye payment, anamtafuta mpangaji. Huyu hapa au mpangaji anasema record payment. Anatafuta unit, anadaiwa 200,000. Anaingiza hapo, lakini kama amelipa nusu, anaingiza nusu. Tarekodi kama partial payment. Tuseme amelipa yote. Weka sababu. Kama unataka mpangaji apate ujumbe kwamba umepokea hela zake, kama utaki inakuwa off, kama unataka inakuwa on. Click record payment. Billing cycle is now full settled. Click OK. Rudi kwenye units. They all turn green. Sasa option nyingine, mpangaji anaweza kaingia kwenye mfumo na akarekodi payment. Kuja tumuingize mpangaji. Tumuingiza mpangaji anaitwa Salum, natakiwa alipe. Kwa hiyo mpangaji anaingia kwenye system na kuna record payment. Sema mwenye nyumba amesahau kurekodi, kwa hiyo mpangaji ndio anaingia kurekodi. Let's log out. Okay, let's log in as mpangaji. Click here.
Kwa mara ya kwanza mpangaji akiingizwa jina lake la mwisho, mfumo unatengeneza password, jina la mwisho 1 2 3. Mpangaji akishaingia anabadilisha password yake. Mpangaji ana login, mpangaji ameingia kwenye page yake, anadaiwa shilingi 2000, analipa payment, atabonyeza hapa kwenye payment, make payment. Vitu vingine mpangaji anaweza kufanya ni maintenance, kama ana shida ya matengenezo, anaingia hapa na kutuma taarifa kwa landlord. Kulipa, bonyeza hapa. Ziko option mbili za kulipa. Kuna record payment. Hapa kama ametuma cash, amempa cash, amekabidhi kwa mkono, anakuja kurekodi hapa. Lakini kama akitaka kulipa direct kwa mfumo, anaingia hapa record payment. Kama analipa full amount, anaingiza tu message hapa, alafu anasema record payment. Lakini kama anataka kulipa nusu, partial payment, click hapa, click kiwango anachotaka kulipa, anabonyeza record payment. Lakini kama akitaka kulipa kwa mfumo, anabonyeza hapa, anachagua anataka kulipa kwa line gani, anaweka namba yake ya simu kulipia, analipa hapa. Akitumia record payment, inabidi mwenye nyumba aingie kwenye akaunti yake kwa ajili ya kuconfirm hii payment kabla hajaingia kwenye paid status. Akilipa kwa pay now, inaenda moja kwa moja inabadilisha payment status to paid. Tujaribu record payment. Click record payment, pata message, log out. Let's log in as landlord now. This landlord page. Landlord akaingia kwenye account yake, naona hapa kuna notification. Click kwenye notification, payment confirm required. Okay. To confirm payment, click hapa, anaenda kwenye payment, anakuta one payment waiting for you for confirmation, na click accept au na reject kama hajapokea hela. Accept. Yes, I received it. Okay. Status itabadilika, itakuwa green kwenye chumba cha mpangaji. Thanks.